mawili. Kuna ukuu wa Yesu Kristo. Wakati Yesu Kristo alipokufa, na siku ya leo tuna celebrate, siku ya leo tunaenda kukumbuka. Siku ya leo ni ukumbusho wa kufa na kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Kinaitwa ukuu wa Yesu. Kwa nini Yesu Kristo alifufuka? Kristo Yesu tunaye mcelebrate leo. Kristo Yesu tunaye muenzi leo. Yeye alifufuka. Wangekuwa wangesema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza, ogopa dhambi. Neno la kwanza, ogopa dhambi. Tena usitania hata kutania. Mimi katika maisha yangu ya uchungaji, kama niko na kuona unataniaga na dhambi, mimi nachukia. Neno la pili, umsikilize Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu. Ukubali kuandaa kumpokea na harusi ambaye ndiye Yesu Kristo. Sote hivi tulivyo hapa ni wanawake. Sijui kama nakubaliana na nyinyi. Haleluya. Aheri mle uni mwili wangu, wapa wanafunzi wake. Aheri kila mtu waniye. Mstari wa 26 soma. 26 inasema ndio. Maana kila 25 ndio. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mwapo kwa ukumbusho wangu. Kikombe hiki ni agano jipya tunayoshiriki kwa ajili ya ukumbusho wa Kristo Yesu aliyekufa msalabani na akafufuka. Amen. Unioshe katika damu, nipate kuwa safi kadiri. Safi kweli, safi kweli, safi kweli. Unioshe katika damu, nipate kuwa safi kadiri. Safi kweli, safi kweli, safi kweli. Unioshe katika damu. Katika kumega mkate, tuombe tutumie sote katika jina la Yesu Kristo. Baba unayeishi mahali pa kuinuka, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu. Yahawe, tumeenda kupitia kwenye nyayo ambayo uliyoisema ya kwamba fanyeni hivi kila mara kwa kunikumbuka. Baba, na sisi tumeenda kula mwili wako pamoja na damu tumekunywa. Baba, hii isiwe laana kwetu, lakini iwe baraka, sababu katika hii kuna watu ambao wamejibebea laana, na katika hii
kuna watu ambao wanajibebea baraka. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, niombe nenda mkono wako Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu. Mikononi mwako tumemweka ndugu, mikononi mwako, ya kwamba ni wewe unajua matatizo yake, ni wewe unajua yote ambayo anayosumbuka nayo. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu, yawe unatambua moyo wake. Unasema ya kwamba moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu kuliko vitu vyote, hakuna mwingine ambaye anaweza kama si wewe. Ndio maana tunawaombea siku ya leo, nenda ukawafanyie ile mapenzi yako, nenda ukawatetee, nenda yao ukafike ndani mwao, nenda ukafanye manyumba yao yawe uwe nyumba yako, kama sema ya kwamba amjia kwa yenu Baba unayeishi mahali pa kweli, jina lako lisifiwe na ufalme wako uje duniani kama mbinguni. Siku ya leo Yahweh, mbele yako tumekusanyika kwa kutaka kwenda kuelekea kwenye njia ambayo ulituachia. Baba, isiwe tu leo, lakini iwe zoezi yetu, iwe kila wakati tunapokutana, ili tufikie andiko lako. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu, ninawaombea wote ambao tumejumuika nao, watu 23 katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu. Baba, nao wamekuja, wewe umeenda kuona kila roho ya kila mmoja kwa kadiri anavyokuja kwako, yao uwapokee. Ulisema ya kwamba mtanyoosha mikono yenu na mtaenda kuwapoza, baada ya hapo wataenda kufunguliwa. Baba, ninaachia nguvu ya uponyaji, nguvu ya kufungua kila kitu chochote chenye kuwa kama vile tatizo, wagonjwa katika jina la Yesu. Yawe kuna wanawake ambao waliokugusa kwenye pindo tu, nao walipata kupona. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ndiye Bwana Mwokozi wetu, ninaenda kuombea. Ndani mwao mna vipawa ambavyo ulijiweka. Niombe Baba, niende nifanye kazi katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu. Kuna waimbaji, kuna wainjilisti, kuna waombaji, kuna kila staili ya utumishi uko hapa. Yawe, wende utusaidie, usituache tuchinjwe na tuharibiwe na shetani, lakini tunataka Baba uje utupatie uzima na tuwe nao tele. Katika jina la Yesu Kristo, nitangaze amani na salama ndani ya manyumba yao, ndani ya maisha yao. Ni katika jina la Yesu Kristo tuseme sote amen. Amen.